zako watapigana na Mungu. Andika tu kwamba adui zangu watapigana na Mungu wetu yale. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Na tunaposema kimwima adui zako watapigana na Mungu wetu yale. Tunaposema ni mwaka wa kibali, lazima uchue kuna vita kabla ya kibali. Hauwezi ukapata kibali pasipo vita. Ndio maana wana wa Israeli kwenda Kanaani kulikuwa vita. Waliposhinda wakafika Kanaani. Waliposhinda wakafika hivi watu tupo. Waliposhinda wakafika Kanaani. Unataka mafanikio, yana vita. Unataka kuwa na fedha, kuna vita. Jacob anataka kuwa na kanisa kubwa, kuna vita. Lazima ni wakanyage walio mbele yangu, ndio kanisa kubwa litaonekana. Kwa hakuna kitu cha basi. Kitabu kile cha Kutoka 14 mstari wa 10. 14 mstari wa 10. Biblia inasema hata Farao alipokaribia kwa wana wa Israeli, wakainua macho. Tukasoma neno lazima usimame. Wakainua macho yao wakatazama Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wakamwambia Musa, je, ni kwa sababu hapakuwa na makaburi katika nchi ya Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Umetutendea haya kututoa katikati ya nchi ya Misri. Biblia inasema neno hilo lisio kuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana wa Misri uliowaona leo hamutawaona tena. Nikisikia makofi na kujelekea kwa Bwana. Anasema kwa maana wa Misri uliowaona leo hamutawaona tena. Rudia tena wote. Kwa maana, tuongee wote. Kwa maana, kwa sauti. Rudia, sijasikia sauti. Kwa maana hao wa Misri mliowaona hamutawaona tena. Shangilia Bwana tupendaye. Mstari wa 14. Bwana tupigania nini? Mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako ukanyosha mkono wako juu ya bahari, ukaigawa, na wana wa Israeli watapita katikati yao, katikati ya nchi kavu. Na tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kwa migumu, na wataingia na wataifuatia, na nitajipatia utukufu kwa Farao na jeshi lote na magari yao yote na wapanda farasi wao yote. Wamisri watajua ya kwamba mimi ndimi Bwana nitakapojipatia utukufu. Kitabu cha Luka 4:30. Biblia inasema naye Yesu akapita katikati yao. Naomba tukae. Naye Yesu akapita katikati yao. Hii ni habari ya Yesu. Lakini pia tunaona Musa. Kwa Musa kwenda kwenye nchi ya ahadi, hakwenda Musa kirahisi na wana wa Israeli. Musa tu kuondoka inafika. Biblia inasema ya kwamba walikutana na majeshi, walikutana na maadui,
utakatifu, vazi la uaminifu, vazi la utiifu. Ndio maana Biblia inasema wana wa Israeli wakaona bora warudi Misri wakatumikia wachawi. Musa akasema hapana, usiogope mapanga yao, usiogope mikuki yao. Yuko Bwana wa majeshi atakayewapigania leo. Wote mtaona kwamba yuko Mungu. Biblia inasema ya kwamba walipofika wanaendelea kutembea, wakaona wachawi, wakaona mafarasi, wakaona watu wameshika silaha wanaofuata ili wamalize. Wakasimama Musa waliyekuwa ni mchungaji wao, akawaambia tulieni tu, wala msiwaogope hao, wala msiwaogope hao. Hata kama nakuja na mikuki, hata kama nakuja na upanga, wala msiwaogope hao. Mimi nitakuwa pamoja na nyie. Wana wa Israeli hawakuelewa. Biblia inasema waliposogea, wanapokaribia, Bwana akaweka magari yao uzito. Bwana akachomoa matairi ya Misri. Bwana akachomoa matairi ya waganga, yakaanza kukwama, hayakuweza kuwafikia wana wa Israeli. Walipofika pale mahali wakaiona bahari, wana wa Israeli wanasema hapa ni mwisho, maisha yetu tunakufa. Musa akasema kifo kipo, yupo Bwana wa majeshi, yupo Elohimu, yupo Adonai. Bwana akamwambia Musa, waambie wasiogope, waendelee mbele, waendelee mbele. Bwana akapiga akamwambia Musa, sasa piga hayo maji. Musa akainua fimbo yake akapiga juu ya maji, yale maji yakagawanyika sehemu mbili. Wana wa Israeli wakaingia mbio, wakaingia mbio, wakaingia mbio, wakaona njia, wakaingia mbio, wote wakazama humo, wanaendelea kutembea, wachawi na waganga na wakaanza kufuata, lakini Bwana wakachoma matairi yao, wakaendelea kukwama. Wana wa Israeli walipofika ng'ambo, Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, piga tena hayo maji. Akapiga maji, yakarudi nyuma, yakawafunika, hawakuwaona tena, hawakuona tena adui. Biblia inasema kwa jina la Yesu, ni mwaka wa kibali. Hautamuona adui kwenye maisha yako, hautamuona adui kwenye ndoa yako, hautamuona adui kwa mchumba wako, hautaona adui, hautaona adui na Mungu beba, hautaona adui, hautaona adui. Hiyo nguvu ya kuzima, hautaona adui, hautaona adui. Adui wa maisha yako watakuwepo tena, adui wa biashara yako watakuwepo tena, adui kwenye ndoa watakuwepo tena, adui kwenye biashara watakuwepo tena. Nasema kwa jina la Yesu, nimesimama kama Musa wako, nasema watapigwa. Anasema hao uliowaona hautawaona tena. Ni mwaka wa kibali, ni mwaka wenye nguvu, ni mwaka wa kibali. Anasema uliowaona hautawaona tena. Hiyo vita 2025 ulioiona haitarudia tena. Ndio maana Yesu ananiambia, unaona kuna watu wanafunguliwa, zaidi vita zenu ziko peupe, wakiongea inapokea mama neema hii, wasionekane tena, wasionekane tena, wasionekane tena. Wenye ufahamu lazima walewe, wasema wasionekane tena kwenye biashara yako, wasionekane tena kwenye ndoa yako, wasionekane tena kwa watoto wako, wasionekane tena omokea, wasionekane tena kwenye biashara yako pale, wasionekane tena wandani, wanyia, wache wote, wasionekane tena, wasionekane
adui yako 2026 wasionekane tena. Angalia, ninamwona adui aliyekuwa anakulinda hataonekana tena. Huyu amevuruga mwanamke, huyu amevuruga mwanamke, hawataonekana tena. Ninaona adui, ninaona adui, ninaona adui kwa jina la Yesu. Tumeomba sisi, tunamwambia Baba, watoto wako wasionekane tena, wasionekane. Ninaona wanakimbia, wasionekane tena. Wakaiyo neema, wasionekane tena. Macho yanatobolewa, macho yanatobolewa, macho yanatobolewa, macho yametoboka, macho yametoboka, macho yametobolewa, macho yametobolewa, macho yamekufa. Adui zako macho yamekufa. Nasema hivi, adui yako macho yamekufa, macho yamekufa. Nasema nimeomba, macho yamekufa, yametoboka, yametoboka, yametoboka. Nasema kwa jina la Yesu, yametoboka, wasionekane. Musa akasema, hao mliowaona hamtaona tena, hao mliowaona hamtaona tena. Kesho ni Jumatatu, wewe sisi tunaendelea kuomba, hakuna kula riko saka. Baba, kwa jina la Yesu, wote ambao walionekana kwa 2025, hii ni mwaka wa kibali, asionekane tena adui, asionekane tena kwenye ndoa, wasionekane tena kwenye biashara, wasionekane tena kwa watoto wako, wasionekane tena kwenye familia yako. Biblia inasema maji yakarudi nyuma yakawafunika. Leo natangaza, yeyote aliyefunika nyota yako, aliyefunika mchumba wako, aliyefunika mume wako, leo wataonekana tena, wataonekana tena, wataonekana tena. Barikiwa sana mwanangu, wataonekana tena, wataonekana tena. Rudia tena, usiposhangilia nasema hataonekana tena. Adui yako bye-bye, adui yako bye-bye. Na leo tutakuwa na maombi. Barikiwa sana mwanangu, leo tutakuwa na maombi ya kwamba wasionekane tena, wasionekane tena, wasionekane tena. Kwa wale ukizungusha hawakuona tena, hawatakuona tena, hawatakuona tena. Nasema kwa jina la Yesu, hawatakuona tena 2026. Bye-bye. Hawatakuona, hawatakuona. Macho yao yatatobolewa, bongo zao zitatobolewa, ubongo wao utatobolewa. Tutatoboa na mikuki ya Bwana. Nasema aliyesimama kwenye maisha yako, aliyesimama kwenye biashara yako, aliyesimama kwa watoto wako, aliyeiba nywele za watoto wako, aliyeiba akili za watoto wako, aliyeweka kwenye vyungu, aliyeweka kwenye chupa, nasema hivi, hataonekana tena, hataonekana tena. Mwanangu, imeisha hiyo mwanangu, imeisha hiyo mwanangu. Aliyetamka mabaya kwa watoto wako, imekwisha hiyo. Nasema imekwisha, nasema imekwisha. Wewe unayenishangaa, nasema imekwisha. Hiyo imeisha, 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 imeisha. Nasema imeisha. Adui yako ni adui wa madhabahu, ni adui wa madhabahu. Wangapi wanakabidhi adui zao kwenye madhabahu? Wangapi wako tayari? Baba, tunakubebesha huo mzigo. Huyo adui yako atapigwa, huyo adui yako aliyetamba kwenye ndoto, aliyetamba kwenye biashara, aliyetamba kwa mchumba wako, apigwe. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, moto unawaka. 2026 tutatawala. Hata ile eneo tuliokuja, mwambie hata ile eneo tuliokuja, sisi ndio tutakuwa mabosi, hakuna mwingine. Tunatanuka hapa hapa, hakuna kanisa kufinyaa. Yaani katika kanisa itakuwa kubwa ni hili. Naliona kanisa lenye paa tatu, ina maana nitaanzia huko chini, nitafika kule. Nataka nikwambie